sana. Haleluya, haleluya. Kuambia mwenzako wakati Bwana atachagua magugu na ngano utakuwa wapi? Mwambie usimwogope, na ukimwogopa geukia mwingine mwambie. Amena. Mwambie au yamwambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nashukuru Mungu kuwa mbele zenu na ili tuchangie maneno ya Mungu leo. Mimi sitakuwa kujua kuna mikrofoni mnaelewana. Nina imani ya kwamba Mungu mwenye aliniumba na kanipatia hii sauti itawatoshelea. Amen, amen. Kwa majina naizika Lawi Shaban Jean. Mimi ni baba wa mtoto mmoja na mke mmoja. Na nimeokoka na ninamtumikia Mungu. Amen. Niko mwimbaji, niko pia muombaji, niko pia mhubiri. Haleluya. Ukiona mimi nasimama mbele yako sidhani ya kujipatika. Amena. Haiko ya kujipatika, hapana. Mungu alitia ndani yangu. Ndio maana utanielewa. Amena. Utanielewa. Na shukuru baraza kwa kuniteua ya kwamba leo ni tuchangie maneno ya Mungu. Nasema baraza mzima wasiendelee kuacha hiki, bali wazidi kuifanya, kwa sababu tuko na benzo ya wajene wenye watatangaza neno la kweli. Amen. Na pia natoa shukrani zangu kwako wewe mwenyewe uko hapa ukuya nisikia wala kutasikia maneno ya Mungu. Mungu akubariki na Mungu akupatie fukushi yako mchana wa leo. Somo yangu ya leo ni kusema hivi: hatari ya mlinzi. Amen. Hatari ya mlinzi. Ambia mwenzako huko mlinzi. Mwambie usimwogope, mbona kwa sababu unaogopana. Hatari ya mlinzi. Tuko katika kitabu cha Timotheo wa pili, msomaji mzuri nikamate Timotheo wa pili sura 3 mstari wa kwanza. Atashuka mpaka kwa pili. Pia mwingine msomaji mzuri atanitafutia kitabu cha Ezekieli 33 mstari wa 6, anasoma mistari mingi. Karibu kwa msomaji. Tunaachia pale. Tusome neno la Mungu. Simame kwa kuheshimu maneno ya Mungu. Timotheo wa pili sura yake ya 3 mstari wa kwanza mpaka kwa pili. Lakini ufahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho zitakuwa nyakati za hatari, kwa sababu watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda pesa, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukuru, wasio safi. Amen. Amen. Karibu kwa Ezekieli 33:6-7. Bakie tu wima usikate. 33:6 tunasoma na 7. Kitabu cha nabii Ezekieli 33:6 hadi 7. Tunasoma mjina la Kristo Yesu. Amen. Tunasoma mjina la Kristo Yesu. Lakini kama mlinzi akiona upanga mwenyewe, kama mlinzi akiona upanga unakuja na kutoa uhai wa mmoja wao, yule mtu ataondolewa kwa sababu ya dhambi yake, lakini damu yake nitaitaka mkononi mwa mlinzi huyo. 7. Mwanadamu, nimekufanya wewe kuwa mlinzi kwa ajili ya nyumba ya Israeli. Kwa hiyo sikia neno nisemalo na uwape maonyo kutoka kwangu. Amen. Amen. Chapia neno la Mungu makofi na kusifu. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno wakati ni mtafakari nikajisikia kuhuzunika sana moyoni. Kwa sababu gani?
Mungu haiko naambia Ezekiel aseme nimekufanya kuwa mlinzi wa taifa langu. Amena. Nimekufanya kuwa mlinzi wa taifa langu. Mena kazi yako wewe ni kupiga tu tarumbeta, vuvuzela. Ndo kazi ya mlinzi. Sana piga vuvuzela, mkartie maana kama vuvuzela inalia ya mlinzi. Maana kunakuwa hatari wala kutakuwa furaha moya yenye inaingia mwingine. Mena Mungu anafanya Ezekiel kuwa mlinzi. Amen, amen. Anamwambia hivi, uone watu na uambie iwapasalo kutenda. Usiwaogope bali uambie. Haleluya. Haleluya. Na kama hauambii watu, ule mtu akikumbwa na majaribu wala akikufa, damu yake nitaitaka juu ya kichwa chako. Akamwambia tena, lakini ukimwona yule mtu na ukamwambia hakusikia, alafu akakufa na ushamuona, damu yake itakuwa juu ya kichwa chake yeye mwenyewe. Amen, amen. Amen, amen. Shetani anakuwa mjanja sana. Anaweza anzia pale na linaendelea. Sasa Ezekiel anapewa kuwa mlinzi. Sisemi Ezekiel mimi nakwambia wewe mwenye uko hapa. Mungu anakufanya kuwa mlinzi. Sisemi nyumba ya Israeli, lakini mimi nasema nyumba yako wewe. Amen. Mungu anakufanya kuwa mlinzi wa nyumba yako. Wakati Mungu anakupatia disponibility ya kukuwa chef wa familia, manake uko mlinzi wa ile familia. Amen. Tuelewane. Kama niko mwalimu mtaelewa, na kama niko mhubiri mtaelewa. Sasa Ezekiel anakuwa mlinzi. Uko mlinzi. Sasa wewe unaona watoto wako machafuko hauambii. Bwana anasema ya kwamba damu ya wale watoto ataitaka mikononi mwako. Amen, amen. Damu ya wale watoto Mungu ataitaka mikononi mwako. Sasa kitu kenye kiko pale, wewe sema. Asikia kusikia, bora ulifanya nini? Wakati unabakia tena kimya, mtoto anaharibika. Unaona ya kwamba hii mavazi mtoto iko na vala itambeba jehanamu. Unashindwa kumwambia, jua ya kwamba damu ya ule mtoto Mungu ataitaka mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Timotheo anasema hivi, aseme katika wakati za mwisho kutakuwa nyakati za hatari. Nyakati za hatari. Watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wasiotii wazazi. Kumbe katika maisha tambua ya kwamba wewe mlinzi ambaye uko pale, uko hatari yenye iko mbele. Na ile hatari juu yekuke, lazima useme kweli. Sisi kama tuelewa. Lazima useme. Sema kweli, wa kuchukia wakipende wewe ulisema kweli. Kuko watu wengine wanakuata wanasema hivi, aseme mimi naokoka na vile mimi naokoka, sisi penda mwingine aokoke. Ujiulize, uko na marafiki 50, wewe peke ndio Mkristo, na wale marafiki hao washauriana hata siku moja juu ya habari ya msalaba. Amen, amen. Na unajiita Mkristo wa ibezewe. Mbingu ya nani uko naenda? Mbingu ya nani utaingia? Maandiko yanasema ataitaka ile damu. Mungu akikufanya kuwa mtu mkubwa, lazima ujue kuonya watu. Amen. Ninampenda mchungaji wako hapa kwa sababu anaonya watu. Anasema iliyo kweli. Kama utasikia utaelewa. Na kama utasikia lwako lazima tuseme kweli. Lazima tuseme ni wakati yenye tunaishi, ni wakati yenye tunakuwa siku za mwisho, wakati ambapo Mungu iko natafuta roho zenye atavuna. Sasa roho zenye atavuna ni roho zenye walinzi walitayarisha. Amena. Amena. Kwa sababu itakuwa ya uchungu. Mlinzi maana yake nini? Mlinzi maana yake mchungaji. Amena. Amena.
baba wa familia ndio anakuwa kichwa ya nyumba. Sisi wanasema ndio kichwa ya nyumba. Hata mtoto afanye makosa watakiaona nani? Watakafanya nini? Watakiaona baba. Mimi na ule baba ndio iko na doa ya kupana ripoti ya ule mtoto ndio. Sasa ukikuwa mchungaji wa kitu fulani, wa kikundi fulani, unaongoza watu fulani, na wale watu wewe ni Mkristo. Sasa wale watu ambao unaongoza hawajawashauriaka hata siku moja kuhusu habari za Yesu, na unajiita huko Mkristo, jua ya kwamba damu ya wale watu Mungu ataitaka mikononi. Amen. Mama yangu, baba yangu, kitu kenye ninaweza kukushauria, sababu vile maandiko yanatushauria, inasema hivi ya kwamba tuwaonye watu wakikufa, na tuliwaonya damu zao zitakuwa kwa vichwa vyao. Kumbe kitu kenye kiko pale, Mkristo wa kweli lazima useme kweli juu tuwe mzigo. Basi kukuwa mchungaji kuna mzigo fulani unabeba kwa kichwa yako yenye kuitua, itaomba useme kweli. Basi maandiko yanasema ya kwamba kila mtu atatoa ripoti ya kazi aliyofanya. Sasa ujiulize ripoti gani yenye utatoa? Ripoti ya ulozi, ripoti ya usharati, ripoti ya ulevi, ripoti ya kuimana chumvi, ripoti ya kupigana kwa mapokezi? Utatoa ripoti ya kazi tuliyoifanya, ni kuita watu kwa Yesu. Mr. Kwako, kitu cha kwanza, mlinzi lazima atoe ripoti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitu cha kwanza, mlinzi lazima atoe ripoti. Uko na familia, unaishi na watoto mnyumba, uko pastor, uko muumbaji, hakuna siku shahidi ya watoto wako basi moyo waombewe wanyoshe mikono. Watoto wengine na wao waombewe. Mungu atafurahi na ile kazi unafanya, lakini ujue ya kwamba damu ya wale watoto ambao unalea nyumbani kwao Mungu ataitaka mikononi mwako. Uko pastor, unahubiri watu wengine kanisani, waache sana, lakini wakwako ndio wa kwanza kumsharati. Damu ya wale watoto Mungu ataitaka mikononi. Atakuuliza ripoti ya kazi nilikupatia iko wapi, na utatoa ripoti. Haleluya. Amen. Ukikuwa Mkristo, ujue ya kwamba siku moja utaulizwa. Ukikuwa Mkristo, haijalishi uko mwimbaji, uko muombaji, uko Mkristo wa kukia wa shemasi, ukuwe tu Mkristo na kalamu kanisa na masikia maneno ya Mungu, ujue ya kwamba siku moja utaulizwa. Utaulizwa. Basi kila mtu ni nabii na kila mtu ni mwalimu wa mwingine. Tunaweza tembea pamoja, wakati tunashauriana kweli ya Mungu. Hata kama ulikuwa mfanya dhambi, utasema wana msali yako wapi? Amen, amen. Ripoti ambayo utakaitoa ni matendo yako mazuri ambayo ulitenda katika. Usidhani hapa kudunia kwenye tuko ndio mwisho wako. Jua ya kwamba mwisho na mwisho kuja ndio pale utaulizwa. Mchungaji ataulizwa, kiongozi wa vijana ataulizwa, mama wa nyumba utaulizwa. Uko wanawake ofisini, wewe uko Mkristo, watu wanapigana kuanzia asubuhi mpaka magharibi, hauwaoni kuhusu habari za Yesu. Jua ya kwamba mbingu hautaenda. Mimi naokoka nenda mbingu mimi peke, wanangu hataenda mbinguni. Na unaishi na bwana mpagani au mshauri wake juu ya njia kwenda mbinguni, unasema ya kwamba ndaenda mimi peke. Damu yako Mungu ataitaka mikononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya wana yako Mungu ataitaka mikononi mwako. Damu ya bibi yako Mungu ataitaka mikononi mwako. Mimi naokoka, wanangu ni mpagani. Njoo vile wanangu hawasi watenda kanisa na nimeshapa leo tamshauria. Mama yangu, jua ya kwamba ule mtu mwenye uko naye Mungu alikufanya kuwa mlinzi kwa maisha yako. Lazima umshaurie njia za msalaba. Amen.
lazima umshaurie njia za salama. Ajue ya kwamba hii mbele kwa siku moja mbele yenye unafanya atatoa ripoti. Basi ndipo atatoa ripoti. Balozi wanatoa ripoti. Kila mtu anatoa ripoti ya watu wengine. Mimi niliua 1000 persons. Mimi niliua 500 persons. Na wewe Mkristo ripoti gani unatoa mbele? Bwana Yesu atuongoze. Bwana Yesu atuhurumie. Mungu ni mwema sana. Na ninampenda kwa sababu kila kitu ambacho kimesemwa kiko kinatimia. Lazima kutoa nini? Ripoti. Pointi ya pili, mlinzi lazima alipe. Haleluya. Hawezi ajili mtu mlango yako hakuna kutumia mlango wala depo kisha usiku na mlipa mwisho ya mwezi. Atakupiga na vipa na vipi. Na mlinzi lazima alipe. Na sisi wa Kristo vile vile Mungu wakati alitupatia kazi ya kuwa walinzi wa familia zetu, wa kuwa walinzi wa watu wengine, kuna malipo ambayo iko nyuma yenye shie kwa macho ya kibinadamu hatuwezi kuona, lakini Mungu anaelewa kwamba siku moja utalipa. Lazima siku moja utalipa. Ukisoma kitabu cha Maombolezo 3:64 inasema hivi, Mungu atamlipa kila mtu kwa kazi aliyoipa. Kumbe Mungu hatalipa mwenye anabana mikono hivi. Hatalipa mwanafunga kinywa sasa niko Mkristo tutasemaka tena kweli. Hata kulipa. Sema kweli ya Mungu. Ambia watu kweli ya kwamba kila mfanya dhambi hataingia mbinguni. Ambia mtoto wako zile shika za baraza mfupi mbingu au utaenda. Bila venye ushatia kukichwa mikono vinakujene mbingu au utaenda. Mbingu tutabala tu make ni ngoza mweupe. Hiyo venye unaacha. Unaacha hapa au utaenda nafasi. Mena kwa ile ujue ya kwamba tuko tunajiandaa tu twende mbinguni. Sasa kama uko unajiandaa tu uende mbinguni, lazima kujikana wewe mwenyewe kwanza na unafuata Yesu. Paske Yesu alisema hivi, aseme kila mtu anayetaka kunifuata na ajikane mwenyewe alafu anifuate. Amen, amen. Amen, amen. Ukitaka kumfuata Yesu na utembee mapenzi yake, lazima ujikane kisha ufuate Yesu. Angalia ile mapambo yako ya kwamba haina maana kushinda roho yako kwenye tendaka. Ujiulize kwanza hii roho itaenda wapi? Mwalimu aliniambia hivi, akasema ya kwamba mwili ni asilia ya udongo, alafu roho ni asilia ya mbingu. Ujiulize sasa ile roho itaenda wapi? Wewe uko na pamba mwili itaenda mbinguni. Na upambi roho yako itaenda mbinguni. Sasa ujiulize ile siku ya kiyama roho yako itakuwa wapi? Haleluya. Haleluya. Na Yesu mwenyewe ndiye atakayelipa kila mtu sawa sawa na matendo. Kama ulikuwa unashauria watoto yako, Yesu anayama malipo yako ni haya. Kama wewe ulikuwa unasema mimi ndaokoka mimi peke, wengine hawataokokaka, sitakashauria juu ya habari za Yesu, malipo yako Yesu ndiye anayatalipa nini. Mmejua ya kwamba mlinzi anakuwaka na hatari. Na hatari mko mnasikia kama mko mnanielewa. Ukikuwa mlinzi lazima ujue kujichunga na watu. Kitu cha kwanza ambacho mlinzi lazima kuwe nacho ni vuvuzela. Amen. Nini vuvuzela? Mena vuvuzela kulimwengu wa roho nilielewa kwamba mlinzi lazima akuwe na neno la Mungu. Paske maneno ya Mungu ndani yake mna kitu kenye kinachemshaka mwingine. Tunaweza tembea na mtu ni mpagani, lakini maisha yetu mimi naye anakuwa anasema huyu jamani ni Mkristo. Huyu jamani ni Mkristo. Na hauyajitambulisha kwani? Hauyaviona? Hauyaviona? Huko watu wenye wanasema huyu jamaa ameokoka. Mimi si hauyajitambulisha kwa mimi wanasema huyu jamaa anaokoka. Mena kitu cha kwanza lazima ukuwe nacho, ukuwe na vuvuzela. Paske hatari iko mlangoni inakuja. Na ni wajibu wako wewe kwanza piga kwanza onya watu
ya kwamba siku zinakuja ambapo mwana wa mtu atakuja kunyakua kanisa, na kanisa si wengine, kanisa ni sisi wa Kristo. Lazima twende mbinguni. Sasa ujiulize huko mkanisa na kisha ukosake mbingu, utakuwa mgeni wa nani? Utasema ukusikia mchungaji aliweza kuhubiri juu ya habari za siku za mwisho? Utasema ukusikia walifundisha juu ya habari za msamaha? Utasema ukusikia? Watumishi wa Mungu wanasema na tusikie na tubadilike. Hii ni dunia, inapendeza kwa macho ndio, lakini ukielewa ile mabaya ya hii dunia hautatamani kuwa mtu wa dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo ndo ananifurahisha, anasema ya kwamba ninatamani zangu kwenda kukaa pamoja na Kristo. Amen, amen. Mimi natamani kuenda kukaa pamoja na Kristo kwa sababu dunia hii inajaa ziki, inajaa shida, lakini kwa hii muda yenye niko sawa, mimi natamani kuenda. Amen, amen. Nani Mkristo mwenye sai baseme ukupe sai uende mbinguni anaweza tika hapo? Nani? Mungu awabariki sana. Mkanisa mzima mko watu tatu. Na mie wa hii. Manake sio ni watu tunapenda raha za dunia. Sasa hii dunia iko na vitu vya mingi, na vile vitu vya mingi hautanipata vyote. Amena. Vile vitu vya mingi hautanipata vyote, lakini ukikuwa ndani ya Yesu utapata vya mingi na vya zaidi ya vya mingi, kwa sababu uko ndani ya Yesu. Na ukikuwa ndani ya dunia utafaidika tu, ya kwanza utafaidika ulevi wa kuona kwa mwingine, kwa sababu kwa mwingine unatembea mbaya, unagogota mara sita meno sita unafaidika kanisa. Sasa unaona kitapa tena kama dunia inakuwa kiana yako iko katika Kristo, kiana yako iko katika Kristo. Baba wa mzuri ni mwenye iko ndani ya Kristo. Baba wa mzuri ni mwenye iko ndani ya Kristo. Ukikuwa na bwana mwenye iko nje ya Yesu, kila siku makonflikt ni mingi. Unajua, sikia nikwambie hiki kitu mama yangu. Ukiolewa na mwanaume mwenye hajui Mungu, unaishi maisha ya mateso. Na wewe mwanaume, ukioa mwanamke mwenye hajui Mungu, unaishi maisha ya mateso. Maandiko yanasema hivi, aseme uangalie usioe mbaya. Ukioa mbaya unaanza kuzimu na huko hapa kudunia, huko natenda ni ushakufa. Sasa ukioa ule mwanamke mwenye hajui Kristo, hajui maana ya Mungu, atakutesa mpaka na wewe unapaganika. Unaanza kunywa pombe asije nipunguze mawazo. Amena. Kumbe ukiokoka, bwana yako haokoki, muombee Mungu na umshaurie Mungu amwokoe, na kwa maombi yako Mungu anaweza ifanya. Problema yenyewe iko tunazaji dharau. Unasema mimi ndaiziomba Mungu asikie maombi yangu kweli. Unajidharau wao yuko wapata mbele ya Mungu. Amen, amen. Washemasi wanyamanisha watu masikini na damani. Faida ya kuwa mlinzi. Faida ya kuwa mlinzi iko katika kitabu cha Danieli 12:3. Mlinzi anapomaliza kazi yake, unalipwa na unamaliza kazi, unasema baba, mimi nataka sarenda, mimi naona hii kazi mimi nachoka sasa na kuifanya. Kuko faida pale. Na ile faida ni nini? Maandiko yanasema hivi, wale walioonya watu kuhusu ufalme wa mbingu, Mungu atawapangusa machozi na atawavika taji ya ushindi. Amen, amen. Amen, amen. Kumbe mlinzi uko taji yenye iko naangaliwa juu yake. Alafu ile taji inakuchunga wewe siku unaenda. So unatoa ripoti ya kazi ulifanya, ile taji inawekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Ile taji inawekwa kwa kichwa yako. Sasa swali ni hili. Je, ungali unachunga zamu? Mkristo mwenye uko hapa. Je, ungali unachunga zamu?
wala ushakaacha kuacha tena dhambi. Basi maandiko yanasema nimekufanya kuwa mlinzi. Kuwa mlinzi. Haiko mchungaji tu anapaswa kuchunga hawa watu wote. Naona ile chunga jirani yako. Amen. Maandiko yanasema watu hawezi tembea njia moja watu wawili na pasipo kupatana. Lazima wagombane. Sasa wewe unaweza kuwa mlinzi. Tuache vitu ya makonflimu kanisa. Mingu ya nani utaingia? Wakati wewe unamaliza watoto ya wenzako. Mingu ya nani utaingia wakati wewe unaimanaka chumvi ya chumvi. Mingu ya nani? Ya baba yako? Ya mama yako? Maandiko yanasema hautaenda fasi. Damu ya wale watu Mungu ataitaka mikononi mwako. Damu ya wale watu Mungu atairekana mikono yako. Ujiulize utapata ripoti ya watu wangapi? Bwana Yesu atuhurumie sana. Ujiulize ushakafanya mabaya yapata hayo na mazuri yapata hayo. Juu ripoti utaipana. Haiko mbele ya mchungaji lakini mbele ya mwenye hukumu. Utaulizwa. Na atakapo hukumu hakuna sema mimi nilitembea, atakwambia ondoka kwangu uliye laini. Bwana Yesu asifiwe sana. Nione kwetu tuko ndani ya makanisa lakini siku za mwisho wakati Yesu anaanza kukumwambia atuambia sema ondokeni kwangu. Siku wapi? Nichoke hivi niko na ubiri kisha waniambie la kutoka. Machozi sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati yenye tunaishi ni wakati ya injili za mingi ziko za bongo. Maandiko yanasema ya kwamba wakati ya siku za mwisho tutakuwa na watumishi wengi wa uongo na watawaambia kwamba hapo ndio kwenye Mungu iko. Maandiko yanasema Yesu aliwaambia mitume msiende. Mubakie pa. Mchunge sana. Amen amen. Amen amen. Mchunge sana paske hamjui siku wala saa. Sasa moja kule wako wanatabiri vya kweli. Kwa watu wanaanza tabiri na madawa. Amen. Iko na dawa sana unakuya anafanya kitu unaona wanyana kubariki. Kumbe anafungula foto ya yako yote hapo. Anaanza kuambia wewe sijana ulizini ndio. Wewe siku na mahitaji fulani ndio. Unaanza kuuliza mbona huyu mtu atuongeaka na. Ndio hiyo tunatabiri. Lakini ujiulize eske huyu mtu wa Mungu wala ni shetani. Parce que shetani na anatabiri hapo. Unajua ile secret. Shetani na anatabiri hapo. Mena kwa ile ndio inapotosha watu wengi. Wanashindwa kutunga wajibu wao ndani ya makanisa. Uko Mkristo mera hujui kama Mkristo wako Mungu atakuuliza. Ile Ukristo uliokokata usaidie watu wangapi kwa Yesu. Amen. Ndio uliokokata usaidie watu wangapi kwa Yesu. Mejekuli kwa malaka ukaiwa kupiga kwa mwese kidogo chama cha magazeti kama magazeti na kujala gazeti ni kujitambia watu wanaoleta kwa Yesu hakuna hata uko. Bwana atuonyeshe. Bwana atuonyeshe. Swali kwa kujiuliza ya kwamba siku za mwisho itakuwa kwa hukumu inakuja na lazima tuepuke ile hukumu. Tutaepuka hukumu kwa sababu tulitenda mambo yanayompendeza Mungu. Kwa sababu tulisema kweli ya Mungu. Mena hatuwezi epuka hukumu na tuko wasema bongo. Kumatengenezo ndio kwanza unadanganya mtumishi. Ulizini unasema ule kiana alikuwa nadhani bana lakini kufanya kitu na ulizini. Ona naiona mfichika Mungu iko na kuona. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimame tuombe Mungu. Waze jiuliza hivi. Mungu siku za mwisho ndakuwaka wapi? Roho yangu itakuwa wapi? Roho ya watoto wangu itakuwa wapi? Roho ya hao watu ambao umeweka karibu yangu itakuwa wapi? Ufanye ile kazi ya mlinzi. Uanze onya watu kwa safari ya kwenda mbinguni. Uambie kweli na Mungu atakulinda.